Kuna mtu ako State House, nilimpigia simu nikamdokezea kidogo kwa mbali ya kile ambacho huyo anasema. Nikamwambia kitu fulani kinakuja, sababu nilitafuta nani naweza nikamwambia aseme huko. Okay, ngojeni tu rewind. Unajua nilisemanga kwamba Kenya umeniumiza kimakosa, nakupa kisogo na nakupa blackout. Mtu anakumbuka? Lakini tusaidiane, hii nchi ni yetu. Amen. Tusaidiane lakini. Okay. Mengine ni sensitive, siwezi nikaweka. Kabla uchaguzi nilitumwa kwa watu wawili wanaopigania urais. Walikuwa wengi, si ndio? Nikaenda kwa mmoja nikamwambia mwenzake, sababu mimi siwezi nikakutana na wao. Kwa sababu gani? Huwa sipendi mtu afikirie nimeenda kutafuta sadaka kwake. So nikamwambia, mwambie mwenzako nimeambiwa na Mungu hivi na hivi na hivi. Akamwambia ngoja nimpigie ukiwa hapa. Akampigia, nikamwambia Mungu anasema ABCD. Akanijibu si vibaya, lakini jibu lake alikuwa suluhisho. Mimi nikamwambia mwenzake amesema lakini hajasema kile ambacho nimeambiwa. Mimi nikachukua ndege yangu nikaja Mombasa. Kile nilimwambia mwenzake kilifanyika. Nikamwambia mwingine hivi na hivi na hivi. Pia sikumwambia yeye, nilimwambia mwenzake, nenda ukamwambia. Kile nilimwambia huyo alifanya kikafanyika. Lakini kabla uchaguzi Mungu aliniambia, niliona vijana wameketi mahali ng'ambo ile wanaongea, lakini ile lugha ikifika kwa wanasiasa hawaelewi. Wanasiasa wanajaribu kuwaelezea, lakini ilikuwa ni vikundi vingapi? Vijana na wazee. So wazee wakijaribu kuambia wanasiasa hawaelewi, so wanasiasa wanawaambia, na wao wanawaambia hapana, sio hivyo, ile tunasema ni hii. Mungu akaniambia, mwanangu, hivi ndivyo wanasiasa na raia walivyo. Kwa hivyo baada ya uchaguzi watakuja kugombana sababu hawakuelewana, lakini watakuja kupiga kura bila vita hata moja hivi, sababu hawa watu hawana ukabila. Unakumbuka nilisema hivi? Wako na kabila ngapi? Na wamechoka na vita. Lakini watakapokosa kile ambacho walikuambia na hukusikia, na wewe huku, wakati huu hakukuwa na Azimio ameshinda wala Kenya Kwanza, hakuna mtu alishinda. Ni kweli, lakini hata saa zingine ni kupigwa, anapigwa tu kwa kitu ambacho nilisema kabla watu kuingia uongozini. Nasema kwa sababu najua kile ambacho nasema naijua in details kuliko mtu yeyote. Na ninaijua ambao nikikuwekea hapa mtaanza kulia nduru mkienda. Yote hamtamaliza ibada mtaenda. Nikiwaambia tu hivi inakaa kama bomu, mtalia mpaka muende, mtaondoka, mtaenda ibada. So mimi nikamwambia hawa watu watakosa kile ambacho walipigia kura na hawatakuja kupigana. I tell you the truth, in this country hakuna siku kabila itaamuka bila kabila nyingine, itaamuka kabila moja. Yeyote anayechukua uongozi, uwe cabinet secretary, uwe rais, uwe governor, hawa watu watakukujia. Wako na kabila moja ya umasikini na wamesoma na umewafungua milango ya university. So
They went to school. They know everything about government management. They know governance. They know. The problem, not all of them can become the president or the governor. And God is doing it in such a way that He is using peace. Hata mtu akichaguliwa cabinet secretary, hakikisha hujaenda na shilingi moja. Hii Kenya hakuna kitu kitawahi fanywa kisiri. Ukifanya kisiri wataiweka mtandaoni. Hiyo inawekwaje? Hiyo ambayo imenishinda kusema inawekwaje kwa masikio ya watu. Nimeongea na watu nikaambia, si mnasema hatutaki rais, si ndio? Si ndio? Nimemwambia mtu last week, I can confirm it. The country is not ready for transition. There will be a vacuum. Don't go that line. The country is not prepared for that. Kuna kitu kimepangwa katika ulimwengu wa kiroho, si kizuri. Na kuna kitu pia kinasukumwa katika ulimwengu wa kiroho, si kizuri. That line is very dangerous. I'm a leader. I cannot just talk. Kuna vitu naweka kwa masikio yenu, vingine nakaa nazo. Ukiona nimenyamaza kwa muda mrefu, natafuta jinsi ya kuunganisha A ifuate C na A huwa inafuata B. Amen. Nilimwambia mke wangu, ninaombea nchi hii. Nimemwambia ndugu yangu last born, nikamwambia naombea nchi yangu. Akaniuliza, kwa nini unafunga hivyo? Nikamwambia, I see what I call the uncertainty. So I'm praying for my country. Hizi watu wanasema prophecy. Kuna vitu vingine viko hapa mbele. Hamutaongea, hamutaingia kwa internet, hautatamani kuiona. Si nishawahi kusema hiyo kitu? But listen to me. Hii kitu sinaisema, nani amekuambia hawasikii huko? Si inasikika? But you can't present yourself kwamba I have a message. It is like going to look for a brown envelope. These are just signals, signs of what is called the secrets of the kingdom. Saa zingine huwa nawaongelesha kwa mafumbo, nawaambia hata kama umpendi mjumbe, muite kwa ajili ya ujumbe ujiokoe. Juzi niliwaambia hakuna kitu kibaya kama kuwa nabii. Wewe mchungaji, fundisha uende zako. Na niliwaambia kwamba
what you call those medical dissecting machines, a dissect roho ya nabii, zile siri yako nazo hapo ndani. Hiyo ndio maana siku la jana sili leo. Nilikula juzi na ninahubiri na sikai. Hata mahali nimepata hizo nguvu sijui. Maana ile kitu yule ndugu anasema, kabla hii maandamano hii, alisema aliona moto unawaka na rais ako peke yake, si ndio? Sasa ako na nani? Na mimi nilimwambia wakinihitaji watanitafuta, na si kwamba nimekataa kwenda. State House mahali unaweza kwenda hivi rais, niko na ujumbe, hiyo ni utoto. There are protocols. You have to give respect and honor to the presidency and the president. That's how it should be done. We are a country with rules and laws. Na hata kama Mungu anakutumia, huwezi kujigamba tu unaenda huko. And you need to respect the presidency. Mungu ndiye aliitengeneza, and respect the president. That is how it works. Watu wengi wao wakiwa na vipawa wanataka kulipuka tu. Mimi nimetumwa. Kama umetumwa siku na njia. Now, kile ambacho yule anasema, niliwaambia na siwezi nikarudia kile niliwaambia. Nikirudia mtajua na mstahili kujua. Niliwaambia, lakini siwezi nikawaambia kile niliwaambia, sababu nikiwaambia mtajua, na mkijua hakutakuwa kuzuri. Lakini huo ujumbe ambao niliambiwa, nilipeana kwa mtu ambaye anafanya kazi State House. Niliwaambia nenda ukaseme. Lakini naweza nikawaacha na njia hii. Nilisema vitu vitapanguliwa na vipangwe upya. Lakini walio huko wangetafuta Mungu kwa mtu wa Mungu asiye na haja na sifa na bahasha, na awaambie ukweli peke yake, alafu afanye maombi, mambo yangekuwa mazuri. Haya unayoona haya, wengine wetu tunayadhibiti. Na ile maombi tuliomba hapa na ile tutaomba kesho, hakuna mtu anajua kile nafanya. Naombea nchi yangu in secret. Yani ukiangalia dalili, si wote wanaelewa na wengi hawaelewi, and people are happy and there is uncertainty ahead. You don't have attorney general. You don't have commander wa polisi. You don't have cabinet. And the parliament is on recess. Those who understand governance and those who understand spiritual matters understand what I'm saying. Ile kitu anawaambia ni kweli.
ni kweli mara 3. It can only be changed. Na yule mtu aliyemtuma yule, nenda useme waombe. Nenda umwambie huyu aende aombe State House. But I can't go to State House. It has protocols. And the good thing is that all these things are known everywhere. Lakini hiyo inakuja and it can be changed. It cannot be changed in my house. It cannot be changed by you. It can be changed where God said it should be changed. Na naamini nikiongea hivyo nimefanya justice. Ningempuuza kama wakati ule nilimwambia wakinihitaji wataniambia, ingekuwa vibaya. Lakini now I tell you, kuna kitu niliwaambianga hapa alafu nikawaambia it is coming. Now it is very close and very soon. Lakini na hii furaha yote mko nayo sahi, mtakuwa nayo. Nchi Kenya hii furaha yote mtakuwa nayo. Utakuwa kimya. Remember niliwaambia, hiyo nikikwambia utajua. Kile ambacho tunaweza kufanya, Kenya iko na wachungaji. Kuna wachungaji wazuri tu. Sidhani kama ni mimi peke yangu. Lakini kuna kile ninachojua, kwa sababu siwezi kuenda State House, napambana nacho. The bad news ni kwamba aliyesema ako very specific, go to that place and you cannot take yourself there. That's the bad news. Angesema just pray, but when he says go there, how can you go there without invitation? Lakini unakumbuka nikiwaambia Kenya, prepare yourself for rest. Okay? Baada yote hakutakuwa kubaya, kutakuwa kuzuri. But kelele hizi hazitakuwako. Kuna kipindi niliumia moyoni mwangu. Nilisema Kenya, nitakuonyesha kisogo na nitakufungia macho. Lakini nitakwambia tu kweli. Wakati ninaowajua na wanaonijua na wanajua maisha yangu na huduma yangu, walinishtaki mimi ni muuaji, na wananijua na nafanya huduma wazi. Na mapolisi wanalala hapa, wanakesha hapa, na Land Rover ya polisi ilikuwa inalalanga hapa. Na yule aliyekuwa analeta Land Rover anaenda anaandika, hatujui New Life, hatujawahi enda, hatujui Pastor Ezekiel. Yule ambaye amekula kwa nyumba yangu. Na OCPD wake aliporetire, nikaajiri OCPD wake kuwa head of security. Wakati kama ningekuwa nafanya mabaya, si huyo OCPD angepeana information kwa serikali?
Lakini wajua nchi unaumia, tuongee sababu watu hawakujua haya, si ndio? Ikiwa OCS wangu alisema sijui na ameandika simjui Ezekiel na hatakuwa tunaendanga huko, nani alinikaribisha hapa? Tuliketi wapi? Tulipanga security na nani? Hawa maelfu ya watu utaweka hapa bila mapolisi? Si mlikuwa mnakujanga mnaona mapolisi hapa? Kuna kitu kingefanyika hapa polisi hajui. Na kama polisi hajui, nyinyi nyote mnaishi hapa karibu. Wewe utakuja na huyu alafu akufe hapa, niende nimuzike mahali na wewe unyamaze. Si mamako atakuuliza yule ulienda naye ameenda wapi? Na wahusika wa usalama wanasimama na wanasema huyo ni mbaya, funga. Niliuliza head of intelligence kabla hajanifunga wa Coast, nikamuuliza kabla hajaniambia unaingia ndani, na anasema fungeni hiyo kanisa. Nikamuuliza unafunga kanisa imefanya nini? Kosa liko wapi? Akaniambia na nitaifunga sasa hivi. Nikamuuliza hivi ndivyo mnafanyanga upelelezi? Kumbe nilimkwaza. Akaniambia sasa naifunga. We funga hiyo kanisa, toa watu. Aliyewatoa watu anaenda anasema tumepata watu 100 amewafungia mahali. Hey! Wakili alipokuja nikamuuliza hii Kenya inakuanga hivi? Akaniambia pastor, mengine ni mabaya kuliko haya. Akaniuliza pastor, umeua watu? Nikamwambia sikia, toka hapa na gari ya kanisa, nenda na watu wa media mtafute kaburi, mkipata tangazeni. Lakini bado wakati huo wewe naambia watu, rais akateua kamati ya kuchunguza. Nikaandikia kamati through my lawyers, njooni. Kamati ya wachungaji inaongozwa na wachungaji. Hao mabishops wakasema, wakaandika barua, hatuji na wanakuchunguza. Hakuna polisi aliyekuja hapa kuchunguza kaburi hata moja hivi. Walipokuja walikuwa wanasema tunafunga kanisa, tunafunga shule, tunafunga hivi. Unajiuliza, si mimi nilikuwa Kasarani na nyinyi? Si nilikuwa Kisumu na nyinyi? Na nyinyi mnaosema si mumewahi kuja kwangu? Wachana na polisi, nyinyi si mmewahi kuja kwangu? Nikampigia mwingine nikamwambia, si uambie wenzako ukweli? Akaniambia pana pastor, jitetee mwenyewe. Nilimuongelesha mpaka akaniambia pastor, unajua unanitetesha. Nikamwambia I'm sorry. Ilifanya mke wangu hajawahi amini mtu anaitwa polisi. Hata nikimwambia mke wangu naenda kumuombea mheshimiwa mwingine wa serikali, ananiambia pastor, naenda sawa, nenda tu. Lakini wanamwambia mama, tujifunze kuwa na msamaha. Unaambia watu ABCD inakuja, wakati huo uchaguzi hakuna. Na unaambia watu huyo mnayemkataa Rais Kenyatta mtakuja kuwa na shida. Si niliambia watu wakati huo tulikuwa na uchaguzi, tulienda uchaguzi, hilo imefanyika kosa langu. Haya, Mungu akaniambia baada ya uchaguzi kutakuja kuwa mlipuko. Nikamwambia watu mlipuko inakuja. Juzi nimewaambia nyingine na nikaiweka kwa mafumbo.
na hiyo nyingine ni mbaya kuliko yote, kuliko hata hii maandamano hii. Na haya maneno yangu hakuna uongo na hakuna moja itakosa kutimia. Na si kwamba hiyo nimeambiwa. Mimi niliwasamehe watu wote. Wasamehe watu wote. Sababu mtu akikutesa na una makosa, si vyema wewe pia umtese. Inamaanisha wewe pia huelewi vile haelewi. So unasamehe, unaendelea na maisha. Lakini sasa Mungu ni Mungu, bado atakuja kukutuma tu. Sasa shida ni kwamba ametuma mtu mwingine aje aniambie. Nani ataamini niko na ujumbe wa nchi hii kwa miezi hii inayokuja na ninajua kila kitu? Kama ningekuwa nasema uongo, yale niliyosema hayangekuwako. Lakini unaona hata hii inayokuja, it can be avoided. Ni nini natakikana? Humility. Nyenyekea tu. Tafuta suluhisho. Nani anyenyekee? Waliopewa nafasi ya uongozi, anaweza kuwa gavana, anaweza kuwa mbunge. Shuka tu, alafu Mungu atawasaidia. Hii nchini yetu sote. But when it happens, no blood will be shed. When it happens, no blood will be shed. Tuokoe hili jambo kabla halijatokea. Si lazima uambiwe kuna moto nje ukasema hiyo ni kelele, na kuna moto ilichoma jikoni. Tuokoe hii nyumba kabla haijaungua. Na malizia kwa kusema all these things are spiritual. They are not political. Haya mambo yote ni ya kiroho. Hakuna hata moja ambayo ni ya kisiasa. So kile ambacho nakuuliza, jameni, msinikujie hii. Mimi sijasema yule ndiye ameota hiyo ndoto, mkujie huko. Huyo ndiye ameota ndoto, si mimi. Lakini sasa hata kama mtashika ndoto. Niwaulize swali. Akiwa anasema, unakumbuka yule mzee aliyekuja hapa? Nataka niwaamshe. Yule mzee aliyekuja hapa akasema, Pastor, mimi nimeishi kabla mzee Kenyatta kufa. Kabla hajakufa niliona anaenda kufa. Unakumbuka? Kabla ya 1982 kuu niliona. Unakumbuka huyo mzee? Akasema Kibaki akienda kuchaguliwa niliona yeye. Na wakati tunaenda uchaguzi mara mbili, wakati wa Rais Kenyatta aliona. Mnakumbuka? Lakini alafu akasema wakati Rais Ruto anaenda kuchaguliwa aliona. Alafu akasema kitu kingine. Mimi hiyo sisemi, nendeni mkatafute.
Mimi nikienda Kitale Crusade, ule ujumbe nilikuwa nao. Kabla ya Kitale Crusade, huo ujumbe nilikuwa nao. Nimekuwa nao mara ngapi? And hii ni sasa ni aina hiyo yake. It means it is coming. It is now on the way. When you see a messenger with your letter and you don't like the way he's driving the vehicle and he's coming, please tell him to slow down, then tell him, give me the letter. Okay? Mimi, give me that flag. Mimi naombea nchi. No matter what happens, naombea nchi. Na naiombea kitu kimoja. Kwa wale ambao jumbe ni zao, wakikataa kuzipokea, ninaombea nchi, namwambia Mungu, let peace prevail. I don't want to see bloodshed. Let peace prevail. I'm praying for this country. It is my loving country. Lakini it is not good for me kuelezea vitu vyote ninavyojua kuhusu niliotumwa kwao kwa runinga. Hiyo sio hekima. Umeelewa? Sio hekima. Mengine yanaweza kushtua nchi. Mengine yataleta hamaki. You need wisdom how to relay the message. So yale ambao nimewaambia enough, lakini 70% ndio zimebaki hapa ndani. Kile ambacho nimekupa ni 30%. So we pray for peace. 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 Ukisikia nina every time nasema vitu vipangwe upya, inamaanisha you now take charge spiritually. Hii Mungu, tutoe hii hapa, tuweke hapa. Hii tolewe hapa, iwekwe hapa. Hii tolewe, hii italeta kilio, toa hii, weka hapa. Toa hii, weka hapa. Amen. Mtu anayetoa sacrifice kwa ajili ya nchi yake atoe tu. But tomorrow we are going to have a very important service. Kile ambacho inanifanya naomba hata ninanishinda kukula, namwambia Mungu, what I know, allow us to discuss. But if you know better, explain to me. But now, it is too early and too dangerous. Nilikuwa na kiongozi mwingine wa nchi nyingine asubuhi. Sitawaambia ni nchi gani. Nikawa namuelezea sababu anatamani kuenda kuongoza nchi yake. Kana namwambia pastor, lakini sasa natamani haya mambo nisiyasikie leo tu. Hata nikishaingia uongozini unilee hivyo hivyo tukiwa tunasonga mbele. I'm asking God what I know, information that I have. Please delay it a bit. And if it must come early, please explain to me. I don't want to live in darkness.
because I love my country. Amen. What worries me is one, the big ball of fire all over Kenya. Hiyo ambaye ameona hiyo ndio what is worrying me. Lakini uzuri anasema aliona nikisema, uliona nikisema nini? Alafu moto ukapoa. Hiyo ako na microphone ajui naongea. Ulisema inchi pone na watu wakapona, tukawa na chakula mingi sana, lakini hatukuwa na rais. Kipindi cha ushuhuda imeisha. Niko na mambo mengi moyoni mwangu, ndio maana nimeambia hata wachungaji wangu wa branches sitaki kuona mtu hapa. I don't want to concentrate on other matters tofauti na mambo ya kulinda. Naam, wapenzi watazamaji wa 254 Digital News, kama kawaida bado nawaletea story mengi zaidi, mambo mazito kuhusiana na Pastor Ezekiel, na video ambayo ameweza kuitazama hapo nyuma tumeona Pastor Ezekiel ameweza kueleza mambo mazito sana kuhusiana na President William Samoei Ruto, na pia huko State House bado anazidi kuzungumza mambo mazito zaidi, na mimi kama 254 Digital News siwezi kuamini hayo mambo, kwa sababu watu wengi wameanza kuwa matapeli, wanasema wao ni maprofet, wengine wana prophet mavifo za watu, wengine wanaongea mambo mazito kuhusu mtu. Kama hapo jana tuliona kwamba kuna yule ambaye aliweza kusema kwamba Mheshimiwa William Samoei Ruto ataweza kuaga mnamo mwezi wa 9, na wengi wameanza kukuja na mambo mengi zaidi. Kuna wengine ni wa uongo. Mimi siwezi amini hao maprofet kabisa kamwe. Juu mimi kitu ambaye nalijua kama 254, naamini kwamba Mungu ndiyo ambaye anajua kifo ya mtu happen wakati gani na ni muda gani na ni saa gani, lakini mwanadamu hawezi kutabiri kifo ya mtu yoyote. Hajapewa ile kibali ya kuweza kutabiri kifo ya mtu yoyote. Hao ambao wanapiga propaganda wakisema kwamba ni maprofet, mimi siwaamini kamwe kabisa. So leo tumeona Pastor Ezekiel ameweza kuongea mambo mengi, ama kwa video ambayo nimeweza kucheza mmeweza kumsikiza mtumishi wa Mungu akiongea mambo mazito sana, akisema ameongea na mtu kule State House, ameongea mambo mengi na wenyewe mmeweza kuitazama. Langu tu ningependa wewe kama mtazamaji ama fan mkubwa wa 254 Digital News, na kuomba uweze kudrop your comment hapo chini, unieleze unakubaliana na mambo ya Pastor Ezekiel ama hizo ni kelele tu za chura kule kwenye kidimbwi. So keep tuning kwa 254 Digital News, nitazidi kuwaletea mambo yanapozidi kujiri humu nchini. Mungu awabariki na muwe na wakati njema.